Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Natamani tukazungumze mambo ambayo yanaweza yakatusaidia sana. Hasa ningependa nizungumze kwa habari ya ubongo wa mwanadamu, namna ambavyo upo na namna ambavyo kuna baadhi ya vitu lazima vitambue kuhusu ubongo wa binadamu. Hasa nilikuwa napenda kuzungumzia kwamba ubongo wa mwanadamu, ubongo wa mtoto mchanga na wa mtu mzima hauna tofauti sana, au mtoto mdogo ukilinganisha na mtu mzima hauna tofauti yote. Ni wote wana uwezo wa kustock kumbukumbu. So labda wewe kwa sababu ila useme mtoto tuseme miaka 5 na mtu ambaye labda miaka 45 35, wote hawana tofauti. Tunachoangalia, tunachopima kwenye ubongo wa mwanadamu ni content. Ndani ya ubongo wa mwanadamu huyo ameweka nini? Kwa maana mtoto mdogo anaweza akakaa akafundishwa kusoma na kuandika akiwa mdogo na akaelewa, lakini yuko mtu mzima leo mpaka leo hii hajui kusoma, hajui kuandika. Kwa sababu gani? Ni kitu gani kimeingizwa kwenye ufahamu wake? Ila hata mtu mzima akikaa darasani anaweza kujifunza. Huyo mtoto unaweza kuna baadhi ya masomo unaweza ukamfundisha akajua, wakati mtu mzima hayajui. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu kinachoangaliwa unaingiza nini kwenye ubongo, ndio kitu ambacho kinamata zaidi kuliko umri wa mtu. Ukiangalia, mimi napenda hasa kujifunza kutoka kwa wazungu. Unakuta yuko mtoto mdogo ana miaka 16 lakini unakuta na mafanikio makubwa ukilinganisha. Yuko mtu unakuta saa nyingine ana miaka mingi sana Tanzania, lakini unakuta maisha yake bado hayako vizuri. Kwa sababu gani? Ameingiza nini kwenye kwenye maisha yake? Ameingiza jambo gani? Amejifunza vitu gani katika process ya ukuaji wake? Ndio vinavyoamua ubongo wake. Kuna vitu mtu mzima anaweza akafanya akasema kafanya mambo ya kitoto, lakini kuna mtoto nimeshakutana na watoto, kuna mtoto akiongea ni kama mtu mzima. Kuna swali akikuuliza unakutana na mtu mzima akuuliza eti pombe ni dhambi sio dhambi, lakini kuna mtoto anaweza ukakutana naye, neno la Mungu linasema ya kwamba kuna mtoto anaweza ukakutana naye afu akakuuliza swali ukashangaa ni mtoto au ni mtu mzima, kwa aina ya maswali ambayo anayo na namna anavyouliza. Anauliza kwa namna ambayo ni ajabu sana 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 sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni aina ya ubongo wa mtu husika unaoamua ubebe nini, unaoamua mtu aje. Maisha yako yanatawaliwa na ubongo. Kwa lazima uhakikishe mambo unayoingiza yanaoamua yanahalalisha uwe mtu mzima kweli, au kuna mtu mzima sasa wewe tu ni umri tu umekwenda, lakini maisha ubongo wako bado vile vinavyotakiwa viingie havijaingia. Kwa ni moja ya mambo ya msingi sana kuhakikisha hata ndani ya wokovu. Kuna mtu kweli unaweza kuwa umeitwa mchungaji, lakini katika uchungaji wako unaingiza kitu gani? Ili kwamba Yesu anamwambia Petro, lisha kondoo wangu. Na Petro anasema yatamani maziwa ya kila siku ishio mpate kukulia wokovu. Kuna chakula unakihitaji, na Petro anaendelea kusema kwamba baada ya chakula kupata maziwa unahitaji chakula kingine. Sasa ni muhimu kwa kuhakikisha wewe kama mchungaji unawekeza vitu vingi sana kwenye ufahamu wako, ili kuhakikisha una deliver vitu kwa watu, na sio kwa wachungaji tu. Hii ni kwa wote. Usiwe mshirika tu ambaye babangu anapenda kuita mshirika behewa, unasukumwa tunavutwa. Hapana, lazima uweze kuwa na insight ya mambo, lazima uwe na ufahamu wa mambo ya roho. Itakusaidia sana kujua wapi unakuelekea. Mungu akubariki sana. Uwe na wakati mwema. Hakikisha unajifunza. Pata muda wako jifunze kutoka kwa wazazi wa kiroho, jifunze kutoka kwa baba ya kiroho, jifunze kutoka kwa wachungaji wana vitu ambavyo vinaweza kukusaidia. Jifunze kutoka kwao. Mungu atakubariki sana. Uwe na wakati mwema. Amen.